bara la Afrika kidogo inaonekana kama tumelipendelea, ingawa hatukukusudia kulipendelea, kwa sababu washiriki wa bara la Afrika wamekuwa wengi zaidi. Lakini mwakani panapo hai na uzima, tutabalance kila bara, tutachukua washiriki wawili au watatu ili kupatikana kile kinachoitwa uwiano. Ukiacha hilo, bara la Afrika tuna mshiriki kutoka Misri, kutoka Nigeria, Ivory Coast, kutoka Morocco, kutoka Libya. Hizi ni nchi mpya ambazo hazijawahi kushiriki, ni bara la Afrika. Mabara mengine kama tunavyofahamu, Marekani ya kaskazini, Marekani ya kusini, upande wa Ulaya watawakilishwa na Muingereza, upande wa Australia ni bara kamili hilo, atatokea mtu, na upande wa Asia atatokea Urusi. Kwa hiyo mabara matano nje ya Afrika plus bara moja la Afrika, jumla ngapi jamani? Mabara 6. Kisha lile bara lingine lile, nyinyi mnajua zaidi, akai mtu lile, si ndio jamani? Na kama kuna mwandishi anawajua wakazi wa bara lingine, atupe contact zao, tuwatafuta mwakani watashiriki. Mungu. Al-Hikma Foundation hatujawahi, na mpaka msimamo wetu uko pale pale, hatutowahi kuwaita Watanzania kuja uwanjani kwa vishawishi mbalimbali vya kidunia, kwamba mtu wa kwanza kuingia atapata kitu fulani, watu kadhaa watakaoingia watapata kitu fulani. Sisi tunataka tuwajenge Waislamu kidini, tuwajenge Waislamu kiimani. Allahu Akbar. Tuwajenge Waislamu kiaqida, tuwafanye Waislamu waje wenyewe kwa msukumo wa imani. Qur'ani wasukume waje wenyewe kwa nauli zao, kwa miguu wengine, na tunaamini kufanya hivyo ndio Waislamu kufanikiwa kwao. Lakini tukiwaambia Waislamu tutagawa hiki na kile, bila ya shaka wapo watakaokuja kwa ajili ya kufuata zile zawadi za kidunia, na hawatoumbulia chochote katika uwanja wa Qur'ani, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi, na huenda ikawabwaga duniani hadi akhera. Kwa hiyo sisi Al-Hikma hamjawahi kutusikia tukisema hiki wala kile. Hatujawahi kugawa nauli sisi kwa watu waje uwanjani. Hatujawahi kuwapelekea mabasi sisi ili watu waje wajaze uwanja. Hatujawahi kuahidi zawadi mbalimbali. Hatujawahi, na nyinyi mashahidi na ni wazoefu katika hili, na ni miamba kweli wa miambani, watoto wa TMK wanaume. Na wewe unajua slogan yangu wa TMK ni mji wa makeke. Tunatoa wito, tunahamasisha, tunapandisha imani, wanakuja kwa msukumo wa kiimani. Hilo mosi. Pili, huwa kweli katikati ya shughuli tunapenda kutoa surprise. Tutaita surprise kama jina lilivyo surprise, na wao hawajui mwaka huu kuna surprise au hakuna. Na kama kuna surprise, ni surprise ya aina gani hawajui. Bado tunawafunga ili waje kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo hutokana na nia, wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kile alichokinuia. Tunataka Waislamu walipwe malipo kamili ya Qur'ani, na sio waje wafate zawadi za kidunia. Kwa hiyo kama zipo, na sisemi kama zipo, ili ni tusivunje miko yetu tukasema zitakuwepo, alafu akipatikana mmoja akaja kwa ajili ya kusikia kuna surprise, tutakuwa tujamtendea haki, tumeiporomosha imani yake. Kama zipo mtasikia huko. Zawadi kuu mwaka huu ni kitita cha shilingi milioni 30. Hii haijawahi kutokea, na mwenye macho haambiwi utazama, na mwenye masikio haambiwi usikia, na zawadi ziko zingine chungu mzima. Lakini Mtanzania pia akiingia ndani ya top 5 atajipatia kiwanja chenye siku ya mita takriban 600, maeneo ya Kimbiji karibu kabisa na bahari. Akiingia top 5, asipoingia top 5 tutajua. Hakuna aya wala hadithi iliyosema mashindano ya Qur'ani yafanyike ndani ya Ramadhani tu. Sawa? Unaweza mtu akafanya mashindano ya Qur'ani ndani ya Ramadhan au akafanya nje ya Ramadhan. Hakuna makosa katika hilo. Hilo lazima ulielewe ndugu Saidi. Isipokuwa kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, na Qur'ani imeshushwa ndani ya Ramadhani,
Kwa kuzingatia hilo, Al-Hikma Foundation kwa miaka 25 mfululizo tunafanya mashindano ya Qur'ani ndani ya Ramadhani. Ikitokea siku moja tukakosa fursa hiyo, tunaweza tukafanya nje ya Ramadhani, si kosa wala si dhambi. Lakini ndani ya Ramadhani hata malipo yanakuwa ni makubwa zaidi, ni mwezi wa Qur'ani, akisoma mtu thawabu zinaongezeka, kwa sababu tunaambiwa ndani ya Ramadhani jema moja utalipwa maradufu na ovu moja utalipwa maradufu. Kwa hiyo iko hivyo, na kwenye hili naamini mimi hakuna tatizo, ni mtu aangalie mwenyewe taratibu zake. Ila sisi Al-Hikma mpaka sasa hatujawahi kutoka nje ya Ramadhani, na ikibidi kutoka hakuna kosa. Kama nilivyotangulia kusema, hakuna mafundisho ya direct yaliyosema lazima mfanye ndani ya Ramadhani au lazima mfanye nje ya Ramadhani. Sisi katika haya mashindano, dada pili nikwambie, huwa tunaombaga dua. Usione tumekaa tu pale, dua zinamwagwa pale, wizara yenyewe inapigiwa dua pale na barikiwa. Hata mkitaka timu zenu mzilete pale zipigwe dua, tutazipigia dua, lakini kwa sharti zikiwa zinashindana na timu za nje. Ndani kwa ndani mtatupeleka kule kule kwenye utopolo na ukolo mtatupeleka, na sisi viongozi wa dini hatutaki kuwa, tunataka kuwa neutral. Kwa hiyo dada pili, kwenye hilo usio na wasiwasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni serikali ambayo inajua namna kuishi na viongozi wa dini. Sisi na wao tunategemeana, na ndio maana sisi pia tukiitwa kwenye lolote la dini tunashiriki. Mimi juzi nimeitwa Arusha kwenye maridhiano day, waziri mkuu alikuwepo, Makonda alikuwepo, Pinda alikuwepo. Nimekwenda na nimesema neno kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu nikiwahitaji wananisikiliza, wakinihitaji na mimi nawasikiliza. Na kwa kutegemeana na kushirikiana, nchi hii itaendelea kupaa na itaendelea kuwa taifa lililobarikiwa.